barabara ya kutoka Kiumbu kuja Kiendeke hapa kweli. Kweli ama si kweli? Mnasema niendelee ama siendelee? Niendelee ama siendelee? Huyu ndugu yangu mheshimiwa tayari nimetangaza. Mimi narudi hapa mwezi ujao kuja kuanzisha hiyo barabara tujenge. Huyu mungwana pia aliniambia kuna barabara ya kutoka Tombe. Ya kwenda inaitwa Tombe hapa. Ama mnasemaje? Hiyo barabara ya kutoka Tombe kwenda Isinta mpaka Getura nijenge ama nisijenge? Tayari mimi nimetangaza kandarasi. Mimi nakuja mwezi ujao natengeneza hiyo barabara naweka lami. Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nilikuwa nimewaambia wakati nimefika ofisi uchumi ilikuwa imesambaratika. Nikamwambia mnipatie nafasi kidogo ninyoroshe uchumi. Sasa hiyo uchumi nimenyorosha. Ile interest rate ilikuwa juu imeteremka. Ile inflation ilikuwa juu imeshuka. Ile mambo ya exchange rate imeshuka. Na nimepandisha pesa zetu za kigeni. Sasa uchumi iko imara, niko na pesa sasa ya kuwapangia mambo yenu ya maendeleo. Ndio mimi nimefika hapa kuambia kwamba tuko tayari kuendelea na kazi ya maendeleo. Nyinyi mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na maendeleo? Hebu niole wala wanasema tuendelee na maendeleo, tuendelee na maendeleo. Nyinyi watu wa Nyamira, mliniambia nipange mambo ya masomo ya watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Nimeajiri walimu 1,100 kwa miaka mitatu. Nimejenga madarasa 23,000 kwa sababu elimu ni ya muhimu. Tunataka kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma. Kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kati ya watoto matajiri na maskini, elimu inaletea usawa. Na ndio sababu we have committed enough resources kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya. Nyinyi pia mliniambia nipange mambo ya matibabu. Pale nyuma hatukukuwa na taratibu na bima ya kutosha kuhakikisha kwamba kila mtu ama kila Mkenya anapata usaidizi wa serikali. Leo mimi nikisimama hapa Nyamira, watu 1,335 wa Nyamira wamejisajili ndani ya SHA. Ni kweli ama si kweli? Na sasa tumekubaliana hatutaki tena mwananchi auze mali yake, auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ati kwenda kulipa gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya inayosimamiwa na serikali ya Kenya. In the last 1 year tumelipa 1.56 billion shillings madeni ya hospitali ya watu wa Nyamira hii. Na tunaendelea mpaka tuhakikishe hakuna tena mambo ya kufanya harambee ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya serikali. Tunakubaliana watu wa Nyamira? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Kazi tupange vizuri. Mnasema nijenge hii soko, niwajengee barabara, niunganishe stima, nijenge stadium, niinue hospitali yenu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi namna hiyo? Nyinyi mnanielewa? Nyinyi watu wa Nyamira mnajua mimi nilianzisha reli juzi. Si ndio? Si nimeanzisha reli juzi? Ile ya kutoka kule Naivasha. Nasikia kuna mtu alileta propaganda hapa kwenu. Ati kusema hakuna ati station hapa Ikonge. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Ikonge. Huyo mwenye amekuja kuongea hiyo maneno, yeye ndiye anajenga reli ama ni mimi? Sasa wewe hata barabara ya kwenda kwako ya bara mujajenga. Unakuja kuongelesha reli, unajua kuongelea reli, wewe unajua mambo ya reli? Watu wa hapa Ikonge hoye. Anajua maneno ya reli? Wanyamaze hawa watu bwana. Sikizeni watu wa Nyamira. Mimi ndio nimesukuma reli kutoka Naivasha. Na hapa Ikonge, hapa kwenu. Najenga station kubwa ya milioni 300 ambayo itawasaidia kubeba abiria na kubeba mizigo. Nyinyi mjipange. Sijui kama tunaelewana. Mufanye nini? Mjipange.
Ile mali yote mnataka ipelekwe Nairobi, mjipange. Mimi nawawekea station hapa. Na yule mtu wa propaganda mwambie aende achome makaa. Hii kazi ya kupanga reli ajui. Ama namna gani bwana? Nyamira hoye! Nyamira hoye! Na tumekubaliana, hatutaki siasa ya chuki. Hatutaki siasa ya ukabila. Tunataka siasa ya umoja, ya kuunganisha wananchi na kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nyinyi watu wa Ikonge mnasema tuendelee na siasa ya maendeleo ama mnataka hawa jamaa watuletee ukabila? Si mmesikia wale watu wanajaribu watu kushindana na mimi? Mmesikia agenda yao? Wakikuja hapa wanaongea barabara, wanajua vile ya kupanga reli, wanajua vile ya kupanga soko, wanajua vile ya kupanga hospitali. Ati kazi yao ni mambo ya ukabila, mambo ya chuki, ati one term, Kasongo, sijui Masugo. Mimi nawaambia hawa watu, sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Hawa Wakenya ni watu wako na akili. Wanajua ni nani anajua kupanga maendeleo, ni nani wa fitina, ni nani wa sarakasi, ni nani wa ukabila. Nyinyi mnanielewa? Si nyinyi ndio mtaamua? Ama namna gani? Unajua hawa watu wanajigamba na kiburi mingi, ati wao ndio wataamua. Mimi niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa MCA anaamuliwa na nani? Mbunge anaamuliwa na nani? Gavana anaamuliwa na nani? Kura ya rais nani anapiga? Si ni nyinyi? Sasa ni wale wataamua ama ni nyinyi? Si nyinyi ndio mtaamua? Na niwaulize, wakati mnaamua kiongozi, mnaamua kiongozi kwa sababu ya sura yake ama ile kazi amefanya? Kwa sababu ya matusi ama ile kazi amefanya? Kwa sababu ya kabila ama ile kazi amefanya? Si kila mtu anaamuliwa na kazi yake? Ama namna gani? Si mimi nitakuja na hii soko mimi najenga, na barabara mimi najenga, na stima mimi naunganisha, na hospitali yenu, na stadium. Wao watafute sera, watafute mpango, wakuwe na maono, ndio tuweze kushindana. Kwa sasa hakuna mashindano kwa sababu hawa watu ni bure sana. Mpango hawana, akili hawana, sera hawana, agenda. Ama mumesikia agenda yao? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Ikonge, mumesikia agenda ya wale jamaa? Mumesikia maono yao ni gani? Mumesikia mpango yao ni gani? Mumesikia agenda yao ni gani? Mumesikia sera yao ni gani? Mumesikia? Si mnasikia tu ni ukabila, chuki, siasa, sijui nini, upuzi. Juzi mimi nasikia wanaongea hapo watu wao ndio watu sijui wanatutisha. Mimi nataka niwaambie nyinyi, hakuna mtu mtatisha Kenya hii. Si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size wale watu ni bure sana bwana. Sikizeni. Kwa sababu hawajapanga yoyote. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa Nyamira iko kanisa wamejenga wale jamaa? Iko barabara yote wamejenga hapa? Hata shule, kuna shule moja darasa wamejenga hapa? Sasa nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnasema tutembee pamoja ama mnasemaje watu wa Nyamira? Tembee pamoja. Tuambie wale watu wawache vitisho. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa jenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali, nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha Wakenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha Wakenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi, na hakuna Kenya itaisha. Pengine nyinyi ndio mtaisha. Ama namna gani bwana? Sasa nyinyi wananchi, kwani Kenya ni ya watu wawili watatu? Kenya si ya viongozi, Kenya ni ya Wakenya wote. Na sisi wote ndio tutaamua vile Kenya itaenda mbele. Nyamira hoye! Tumekubaliana? Hebu nione kama tumekubaliana, wale uko mbali na karibu, wale mko mbali na karibu. Kwa hivyo nyinyi watu wa Ikonge mnasemaje?
Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Nyamira. Mnasema niendelee na kazi? Niendelee na huyu Nyaribo? Niendelee na huyu Nyamoko? Niendelee na viongozi wenu pange dunia hii? Hebu nione wala wanasema tupangane na kazi na kazi na kazi. Na huyu mama yangu wa Maaya anaitwa Cherusha Momanyi. Huyu mama anatosha ama atoshi bana? Wapi nduru ya Cherusha Momanyi nisikie? Huyu muungwana mnamjua? Huyu fireman huyu. Mnamjua? Huyu Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana rais. Ikonge hui. Leo ni leo, msema kesho. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Rais amefika hajafika? Rais amefika? Rais amefika? Walisema Rais Ruto njoo Nyamira ipone. Si ni kweli? Hii ni soko inajengwa hapa. Rais amefanya kitu kizuri kujengea mama mboga soko na wanabiashara wetu masoko mazuri, na umesikia atatuongezea. Barabara ametaja, mambo ya stadium ametaja. Rais hajakuja hapa kama mtalii, na mimi nataka niwaambie yule mtu atakuja hapa kwa mambo ya siasa, kabla akubaliwe kuongea siasa, kwanza atuambie ni nini ametuletea hapa ya maendeleo ya Nyamira. Si ni kweli? Kama amekuja na barabara, atangaze ni barabara gani, stima gani, soko gani. Si namna hiyo? Mambo ya siasa, siasa inapigwa siku moja, kura inapigwa siku moja, lakini wananchi hawakuli siasa. Soko kama hii ni ya kubadilisha maisha ya wananchi. Barabara ikitengenezwa, uchukuzi unaenda kuwa bora. Hapa Ikonge, vile rais amesema, serikali itaweka station kubwa ya reli hapa, na sio reli tu ya kubeba watu, ni reli pia ya kubeba mizigo. Rais Ruto ni fire si fire? Aendelee asiendelee? Ajenge asijenge? Jambo la mwisho, kwa sababu mkutano ni ya rais sio ya fireman, nataka niseme hivi ya kwamba vile wenzetu wanaenda wakiomba kura, wale wanafikiri wanaomba kura ya uongozi, ni sawa, lakini waeleze sera zao, waseme program yao kwa wananchi ni gani. Hii maneno ya kuzunguka kila mahali ukishikanisha ati kabila hii na kabila ile, ati ndio tubague kabila ingine, hiyo siasa ni siasa ya kiupumbavu na ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Sisi zote ni jamii moja, Kenya ni moja, na ndio tunaungana jamii zote za Kenya. Tuwe na maendeleo sawasawa, tuwe na taifa moja, na wawache vitisho vya kutuambia ati sijui watafanya nini, ati sijui watasimamisha Kenya. Hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Niseme nisiseme? Na hao ni watu ati sio ati wametoka mbinguni, ni watu wamekuwa wakubwa katika serikali. Siku ile walikuwa wakubwa, hakuna kitu hata moja tunaweza kuwakumbuka nacho hapa Nyamira, hapa Kisii. Saa hii ndio wanatuletea kimbelembele, ati vile serikali, ati vile Kenya itakuwa, wasipopata viti ati Kenya itasimama. Kenya haitasimama, wao ndio watasimama, wao ndio watahangaika. Hii Kenya itasonga mbele, na hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ni fire si fire? Ni noma si noma? Rais Ruto aendelee asiendelee? Ni two term si two term? Wacha nione two term ya William Ruto, two term ya William Ruto. Ikonge oye! Asante sana Bwana Rais. Tunashukuru mambo ya railway, tunashukuru mambo ya stadium, na tunashukuru mambo ya hospitali na mengi mambo ya barabara.
Kitu tu umesahau moja ni barabara Backstreet ya Ikonge. Iweke rami na kwamba kilomita 5. Na kwamba kilomita 5 ili hata watu wakikuja sokoni wapite barabara ya maana. Asante, tutaongea mbele. Asante. Amos, waziri wangu Alice yuko hapa. Alice, unajua hii soko yako unajenga hapa. Huyu Alice Wahome ndio waziri wangu wa mambo ya hii soko na affordable housing na hostels ya watoto wetu, inasimamiwa na huyu mama. Mpigieni makofi huyu mama jameni. Sasa wewe mama usikie. Hii soko yako itakosa wateja. Hii barabara hii utengeneze. Si ndio vile huyu muungwana amesema, ameomba huyu. Hii barabara itoke hapo, izunguke hapa, ipige kona, itengenezwe hii barabara. Sawa sawa? Si mnasema hii barabara iwekwe lami? Ama mnasemaje? Namna hiyo? Pia mimi naenda hapa Kiabonyoru. Si mliniambia ya kwamba tujenge university? Ama mlisema aje? Sasa hapo mimi naenda leo. Nilitumana contractor tayari. Hapo mimi nimewapatia milioni 700 ya kuanzisha university yenu. Na hiyo university Disemba mwaka huu, hiyo university yenu itakuwa imekuwa tayari. Na nimetoa pia milioni ingine 300 kujenga hostels ya vijana wa hiyo university yenu. Mnasema niendelee na kazi ama nisiendelee? Niko na ndugu yangu Joash Nyamoko, mbunge wa hapa. Asante Mheshimiwa Rais. Abantu baikonge mbiyamole. Abantu baikonge mbiyamole. Mole no mogoke Rais ne Deputy President baikire gaiga. Mheshimiwa Rais, tumefurahia sana kwa kufika hapa katika Ikonge. Hii ndio soko kubwa ama market kubwa katika hii constituency ya North Mugirango. Kwa hivyo tumefurahia sana. Kumekuwa na propaganda nyingi sana for the last 2 months. Nimejaribu kuongea, lakini leo nimefurahia sana. Kwa sababu umeelezea hawa kinaga ubaga ya kwamba ile station kubwa kabisa katika Nyamira hii yetu hiko, na kuna jamaa amekuwa akisunguka wakipitisha propaganda wakidanganya wananchi wetu. Ati hiyo kitu ilikuweko na ikatolewa. Lero tatetebetio maene moche mubakani na mbako bangaina ekiagera omonto kobasika noli okobatebia umaene timwabogete mambi mochi wakachikura na nenda abantu bachega banyako bangaina ji propaganda amangana tayo ntigwana ina basika baminto. Vile nimekuelezea Mheshimiwa Rais, hapa hii ni market iko na watu wengi sana. In fact hii shule iko hapa iko na is a primary school, lakini iko na population ya almost 3,000. Kwa hivyo hapa tuko na a lot of insecurity kwa sababu askari wetu wanakaa tu kwa hizi vibanda hizi. But tuko na shamba iko hapa, ningelipenda kwa heshima kubwa atupatie pesa ili tujenge hii police station. Aita kwa maya. Na kwa sababu ukitoka Kericho, hii ndio market ya kwanza unapata. Tuko na challenge kidogo ya mambo ya wizi. Kwa hivyo hata askari kutembea inakuwa ni shida. Tunajua ukisema gari ikuja hapa kesho, gari itakuja. Kwa hivyo tunakukaribisha tukiwa na wenzetu hawa watu wa Nyamira, na tumefurahia kufika hapa kwako na tunasema asante na Mungu akubariki. Basi, so munasema tuweke police station hapa? Ndio kuwe na usalama. Aya, wacha mimi nitaenda kupanga, nitawatafutia milioni 30 nijenge hiyo stadium hapo, nijenge hiyo station hapo. Wewe Nyamoko utaandamana na mimi
taambia Waziri Murkomen apange hiyo maneno. Tunaelewana? Tuendelee. Mimi vile vile, unajua nimeona hii soko yenu. Na nimeambiwa hapa watu ni wengi sana. So hii soko nilikuwa nimepanga ghorofa 2. Lakini mimi naona ghorofa 2 haiwezi tosha. Sasa waziri, ongeza ghorofa ingine 1. Hii soko ikuwe ghorofa 3 ndio itoshane na hawa watu jameni. Si ndio? Ama mnasemaje? Nipangane namna hiyo? Sasa wewe Alice, you have the instructions, adjust hii building ikuwe 3 floors. Ndio hawa watu waweze kufanya biashara mahali sawa sawa. Pale niko na waziri wangu kwa sababu tunaenda kwa mambo ya university. Niko na waziri Julius Migosi Ogamba ambaye ananisaidia kupanga mambo ya elimu. Arambe! Arambe! Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, wacha nichukue nafasi hii kukushukuru kwamba leo umetangaza kinaga ubaga kwamba hapa Ikonge kutakuwa na stage ya SGR. Hiyo kitu imetusumbua karibu miezi 2. Wale watu wa propaganda wametusumbua sana. Walikuwa nasema kwamba hiyo stage hakuna. Wananchi leo mko hapa. Mmeelewa kwamba tutakuwa na stage hapa. Mheshimiwa Rais, stage ya Ikonge, market kama hii, ile university ambayo ni development, kule kwote tunaenda. Hizi development sio njugu mtu anaweza kuweka kwa mfuko watu wasione. Mnaona hapa iko market ama hakuna? Iko university ama hakuna? Mbona mnakubali watu ukuja kwa matanga kuambia kwamba hiyo maendeleo hakuna? Mna kimya, mwezi kuelezea ukweli. Kwenda mbele, tafadhali ambia watu nini? Ukweli. Rais ni fire si fire? Rais ni fire si fire? Hebu nionyesha tu tamu ya rais ya rais ya rais ya rais. Thank you, Your Excellency, and welcome to Kisii. Wapi nduru ya mama Cherusha Momaji, mama county wetu wa Nyamira? Arambe! Arambe! William Ruto! Hebu tuonyeshe tutamu ya William Ruto, tutamu ya William Ruto. Asante sana. Your Excellency, we know you have a long day today. We are so grateful for Mama Mboga. We are so grateful for SGR. Yale maneno ambayo tulikuwa tunasema ni maziwa, leo hii ndio tumeona maziwa yakianza kutiririka. Kwa hivyo Your Excellency, karibuni hapa kwetu kabisa. Mama Mboga wamekuwa sorted and that is our problem here. Asante na Mungu akubariki. Asante. Seme jambo. Ikonge oye! Ikonge! Kwa kutupa hiyo SGR umetutoa aibu. Mimi niko na jambo 3 peke yake. Kwa sababu hapa kuna vijana wengi sana rais. Tunaomba hii area ya hapa tupate public wifi. Ndio isaidie vijana kwa hizi masoko. Jambo la pili, kwa sababu wamama ambao wako hapa ni wachapakazi. Mimi nataka kukuomba rais unitume nikuje tufanye women empowerment, waongeze stock ya masoko kwa kina mama. Na ya mwisho kabisa, pale Magwagwa Market na Soini na tulink na watu wa Kipsigis. Hatuna bridge hapo. Ukitusaidia tupate hiyo bridge itatusaidia. Kwa hayo mengi na kushukuru, asante sana. Rero ndero itimbo lyagonkire. Mheshimiwa Rais, wacha nichukue fursa hii ni kuambia asante sana kwa sababu ya soko hii
na soko ya Obwari, Sirikucha Mapacha. Mungu akubariki sana. Watu wetu wa Ikonge, na wasalimia mjambo. Hakika muranche. Ndaete moro kio mwana bwense iga. Asante sana Mheshimiwa Rais, sisi tumeamua tunaenda na wewe na tunatembea pamoja. Na asante kwa SGR. Mpigeni makofi mbunge wa Kisii. Niko na Shadrack Mose, Solicitor General wetu, mpigeni makofi. PS Saboke, mpigeni makofi. Mheshimiwa Manduku, mbunge wa Masaba, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Steve Mogaka, mbunge wetu wa West Mugirango, mpigeni makofi. Niko na Silvana Sosoro,